Naomba unisikilize kwa makini. Somo langu la leo linaitwa faida za kumtumikia Mungu. Mwambie mwenzako faida za kumtumikia Mungu. Rudia tena. Rudia tena. Duniani kote kuna maneno yanayoheshimiwa sana ambayo mara nyingi ukiyavuka unapata matatizo. Na maneno hayo kwenye mila zetu na tamaduni zetu ni maneno ya mtu anayefariki. Mtu anapokuwa anakata roho huwa anaacha maelekezo, na mara nyingi ukiyavuka maelekezo hayo kwenye mila zetu na tamaduni za Kiafrika unapata matatizo. Na ndiyo maana yale maneno ya mtu ya mwisho ambayo anayasema akiwa anataka kulala, anakata roho, huwa yanaheshimiwa sana. Kwa mfano, nikupe mfano kwenye Biblia. Yesu alipokuwa msalabani, kuna maneno alisema. Alimwangalia Yohana, mwanafunzi wa Yesu, akamwambia, Yohana, mtunze mama yako, mwangalie mama yako. Na akamwambia, mama, mwangalie mwanao. Yaani Yesu akiwa msalabani akakumbuka kwamba pamoja kwamba yeye ni Mungu, lakini ana mama ambaye amekaa kwenye tumbo lake. Akamwambia, Yohana, mwangalie mama yako. Na akamwambia, mama, mwangalie mwanao. Biblia inasema tangu siku ile Yohana akaanza kukaa pamoja na Mariamu. Na ukisoma kwenye historia, Yohana alikuwa kule Uturuki. Wakati ule ilikuwa inaitwa Asia Minor au Asia ya Kati. Aliishi na Mariamu mama yake huko Uturuki, ambako wakati ule ilikuwa inaitwa Asia Minor au Taso, na ndiko alikofia. Kwa hiyo hayo maneno ya Yesu yuko msalabani yamebebwa kwa uzito sana, kwa sababu mtu akiwa anakata roho huwa hana muda wa mchezo. Mtu akiwa anakata roho hawezi kusema, jamani, taulo langu bafuni sijalianika, naomba mlianike. Hawezi, hana muda wa namna hiyo. Hawezi kusema kwamba jana nitembea kwenye matope, zile gambuti zangu zina vumbi, naomba nikiwa nakata roho mzisafishe. Hana muda. Atasema, jamani, mke wangu, nina fedha mahala fulani ziko kwa kijana mmoja mchungaji wa Ufufuo na Uzima, anaitwa Paulo Steven, ana milioni 100, kachukue kwake. Mke wangu, nina nyumba mahala fulani ambayo niliipangisha iko London, hati ziko na fulani. Wanangu, maneno anaongea ya muhimu tu. Sasa kuna mtu mmoja anaitwa Joshua ambaye ndiye aliyewavusha wana wa Israeli kutoka Misri jangwani kuingia nchi ya ahadi chini ya uongozi wa mtumishi wa Mungu Musa. Sasa yeye ndiye aliyeanza safari na Musa mpaka kuingia nchi ya ahadi. Wana wa Israeli walikuwa kama wanaume 600,000 hivi, bila kuhesabu watoto, wanawake, lakini watu kama 600,000 wanaume wawezao kwenda vitani. Wote walioianza safari walifia njiani, isipokuwa wawili tu, Joshua na Kalebu. Baadaye Joshua na Kalebu wakawa ndio makamanda. Musa alipokuwa anakata roho akamwachia kazi Joshua kwamba wewe ndiye utakaoingiza watu katika nchi ambayo Mungu amewapia baba zao. Musa akamwambia, mimi nakwenda na mimi wanalala pamoja na baba zangu Ibrahim, Isaka na Yakobo. Mungu akamchukua Musa, akamwonyesha ile nchi ya ahadi kwa mbali, akaenda mlimani akaiona, na akazikwa kwenye mlima Nebo. Lakini Musa akaweka mikono yake juu ya Joshua, akamwambia. Ndipo Musa alivyoweka mikono yake juu ya Joshua, na heshima iliyokuwa ndani ya Musa ikahamia ndani ya Joshua, na yeye wana wa Israeli akawaongoza kuvuka mto Jordan